Ehewe muhenga wewe, katika kuadhimisha hizi sikukuu za Christmas na mwaka mpya, yani sisi katika swala zima la kukuburudisha wewe ndo kazi yetu. Yes, ni kigongo kikali ambacho kinaitwa The Deep Feeling of Love, yani hisia za ndani zilizojificha. Ni kisa fulani ambacho kinamhusu mrembo mmoja anayejihusisha na masuala mazima ukahaba na kuzama mapenzini na mtanashati fulani hivi ambaye ana maisha ya kifahari kinoma noma. Na isipokuwa sasa huyu mchizi bado hajapata mtu sahihi wa kuishi naye kama mke. Ungana na mimi bwana nikujuze mengi yaliyojificha katika hili hadithi la kusisimua. Twenzetu, kunako majira asubuhi tunapata kumuona kijana fulani mtanashati ajulikanaye kwa jina la Tony, na alikuwa anashtuka kutoka katika usingizi mzito, na huku akipigwa na butwaa baada ya kujikuta upo katika mazingira mageni na nyumbani kwake. Wakati huo pembeni kitanda anaonekana bibi Karen ambaye ni kahaba akiwa anamtizama tu mshikaji huyo kwa uzuri kinoma noma. Tony akawa amemuuliza kwa mshangao maswali mawili matatu. Wewe ni nani? Hapa nipo wapi? Lakini pia simu yangu na gari viko wapi? Bibi Karen akawa amemjibu hapa ni hotelini, nilikuchukua jana usiku ukiwa umelewa sana. Lakini pia simu yako hii hapa na gari iko nje. Basi Tony akawa amechukua simu yake hiyo kwa haraka haraka akitaka kuondoka. Mara ghafla bibi Karen akawa amemfuta akamwambia, hauwezi kwenda hivi hivi, ya kupasa ulipie pesa, manake mimi ndo nimekusaidia usiku mzima, na hapa kaa ukijua ni hoteli ya nyota 5. Oya mchizi Tony akawa amesema sawa, ni kesi gani mimi nikuchomole? Na hapo bibie pasipo hata kuzuga akawa amejibu naira 400,000. Oya Tony akawa ameshtuka sana, lakini binti akamwambia kwamba hii ni 5 hoteli. Basi mambo akawa amefanya huo muamala pale pale, na kisha huyu akawa amejinyanyua na kusepa. Na baada ya muda jamaa anaonekana kufika nyumbani kwake akiwa na mtoko wa tako la nyani. Akawa amemkuta mamake mzazi alitoka safarini na yupo barazani tu bado hajaingia ndani. Akawa amemsalimia na kumuuliza, kwa nini bibi mkubwa haujanipa taarifa kwamba unakuja nyumbani, na kwa nini umefikia nje? Bibi akawa amemjibu akamwambia kwamba usijali, ili mradi tu mimi nimekuona ukiwa mzima na upo salama, basi hilo halina noma, mimi na furaha kukuona hivyo. Basi akawa ameingia ndani, na hapo Tony akawa amenyanyua simu yake na kupiga kule kwa bidada Karen na kumwambia kwamba amesahau simu yake, na tena ni simu ya muhimu sana anahitaji. Bibi Karen akawa amemwambia okay poa, haina noma, wewe nitumie location tu niweze kukuletea. Momba akasema haina noma pia. Akawa ametuma location mpaka pale nyumbani kwao walipo, na Karen akawa amefika pale, ndipo Tony akawa ametoka nje kwa ajili ya kwenda kupokea mzigo wake ule. Kidogo mamake Tony akawa ametoka nje na kutaka kumuona huyo mtu alioleta ule mzigo wa Tony. Oh wow, mrembo. Mama yule alishindwa kujizuia, akajikuta amempenda sana yule bidada kuitwa Karen na kumwambia kijana wake kuwa amefanya chaguo zuri sana la mwanamke mrembo wa kumwoa, bila hata kujua kwamba Karen ni kahaba tu na alikuwa ameagizwa simu baada ya kusaulika kule hotelini. Basi ikabidi demu yule atembelee kiki ile ile ya kuigiza kwamba ni girlfriend wa Tony ili kumfurahisha tu yule bimama. Na hapo swala zima la bimkubwa liko limepita. Ghafla Karen akawa amemwambia Tony kwamba amepoteza wateja zake kwa ajili ya mamake, so inabidi sasa amlipe katika hilo swala. Na Tony akasema sawa, haina tatizo, nitalipia gharama zote ambazo zimesababishwa na kucheleweshwa kwa bimkubwa. Ikawa hivyo. Na hapa bana tunapata kumuona rasmi Karen akiwa ndani ya mjengo ule wa Mr. Tony, na ndo mchezo umeanza, na akaanza kufanya usafi wa kupika chakula mule ndani katika familia. Mama Tony muda huo yuko zake anamchora bibie tu, na huko akimfurahia sana kujituma kwake pale nyumbani. Mara akawa amekuja dada yake na Tony aitwe Sonia kwa madai ya kwamba amemmisi sana kumuona kakake yule pamoja na mamake, na yeye mwenyewe akaungana na bimkubwa kumchora huyu bibie kuitwa Karen ambaye ni girlfriend fake tu kakake yule aitwe Tony. Bimama kila wakati alikuwa anamsifia tu Karen, lakini sasa simu kila wakati sasa kutoka kwa wateja wake Karen katika ile dangulo zikawa zinaingia sana na kumharibia sifa taratibu mbele ile familia. Kuona familia wakaanza bana kutia mashaka juu ya simu zile za mara kwa mara. Na siku moja bibi Karen akawa amemleta rafiki yake aitwe Miss apaone pale anapoishi. Miss akawa amestajabu maisha Karen na kuishi kifahari na kulipwa gharama za kufanya mahusiano ya kuigiza bila hata kuguswa kingono na mwamba huyo aitwe Tony. Basi akawa amezungumza mwili matatu, na kisha huyo Miss akawa ameaga na kutaka kutoka kurudi nyumbani kwake. Akiwa anatoka akawa amekutana na bibi Sonia, na kumbe ni rafiki yake wa muda sana na walikuwa wote wanajihusisha na ukahaba. Bibi Sonia akawa amemwambia Miss kwamba ameachana hizo biashara kitambo tu na sasa hivi ameolewa. Ila akawa amemuuliza huyu Miss kwa kakake hapa amefuata kitu gani, na Miss akawa amemjibu pasipo ataiana kwamba alikuja kumuona Karen ambaye ni rafiki yake tu. Bana, na hapa bibi Sonia anagundua kwamba Karen naye mwenyewe anajiuza na vile vile alionyesha dalili kutokumpenda toka mwanzo. Basi akawa amepata sababu za kumchafulia bibi ili aweze kuondoka humo ndani, aachane kabisa na mapenzi yale na Tony ambaye ni kakake huyo. Naweza nikasema vita baridi kabisa au ya moto kumwinda Karen ikaanza rasmi katika ule mjengo. Maswali kutaka kujua anachokifanya kumuingiza pesa yakaanza pale pale. Na Karen bwana akawa amegundua akaanza kukwepa sana. Na kilichotokea ni kwamba Karen amejua sababu ya kuja kwa Sonia pale nyumbani kwa kakake. Unajua Sonia alikuwa amefukuzwa na mumeo baada ya kufumaniwa akiwa na chiti. Mama akawa amehamia bwana kwa mtoto wake Sonia kuuliza juu ukweli huo. Sonia akawa amekosa cha kusema kabisa na kumwambia mamake amsamehe tu na kisha uungane na kumtoa Karen pale nyumbani baada ya kumgundua kwamba bibia ni kahaba anayejiuza. Na baada ya mambo kuonekana yanaendelea kuwa mazito, tunapata kumuona bibia anafungasha virago vyake kwa kujiandaa kusepa. Na hapa Tony anamwomba radhi bibia kwa kumtaka kumtafutia apartment nzuri ili amtoe pale nyumbani. Na huyu demo kuitwa Karen namshukuru kweli kweli Tony na kisha kumueleza hisia zake za moyoni kwamba anampenda kinoma noma. Na Tony pasipo hata jana akaamua kujitosa penzini na Karen kuanzia siku hiyo. Baada ya siku hiyo kuisha, tunamwona Tony akitoka kazini na kurudi kwake. Anastajabu kupata kuona mazingira jikoni ni machafu kinoma noma na hakuna chakula. Alafu Tony akaanza kumlalamikia mamake juu ya kero hiyo, na inaonekana Sonia ambaye dada yake hapo hawezi kufanya shughuli zozote za pale nyumbani. Na ndipo mama anaona pengo la Karen pale taratibu. Karen alikuwa ni mchapakazi haswa pale nyumbani, tofauti hata na dada yake Tony huyo akuita Sonia. Na hapo bi mkubwa akawa amechukua jukumu la kumpikia Tony chakula, na siku ilikuwa imepita kwa namna kama hiyo. Kesho yake tena mlinzi anaonekana kabisa
kabisa wakiwa wamebeba mfuko wa chakula kutoka kwa bibie Karen, akiuelekeza kabisa umfikie Tony ambaye sasa ni mpenzi wake. Na hapo dada mtu wa Tony ambaye ni Sonia anachukua chakula hicho na kukimwaga pasipo hata kukifikisha sehemu husika, na inaonyesha dhahiri kwamba bado alikuwa na kinyongo na Karen licha ya kwamba haishi hapo tena nyumbani. Bana, siku zikaenda na bibie Sonia akawa amemleta classmate wake pale nyumbani kwa kaka mtu kwa lengo la kumkodia huyu bibie kwa kaka yake ili amuoe, kwa sababu hakumpenda sana Karen hata kidogo. Ameingia katika jukumu la yeye kumtafutia mwanamke kaka mtu. Mama na yeye mwenyewe kama kawaida kusifia vitoto vya 2000 akaanza sana kumsifia huyo bidada wa kutoa Amaka, na ni kibonge kwelikweli mwenye maziwa kudonoka, na wakamkaribisha vizuri kwelikweli hapo nyumbani. Wakati Amaka yupo chumbani kwa Mr. Tony akiwa tayari kabisa kukutana na mtanashati huyo, alikesha kwelikweli mpaka asubuhi pasipo hata mafanikio yoyote kukutana naye. Na naweza kusema kwamba mshikaji sasa hivi Tony harudi nyumbani, bali anaishia kabisa kwa mpenzi wake huyo aitwaye Karen huko alipokuwa amempangia katika apartment. Katika pita bibi Sonia anafanikiwa kukutana na mgawa wa Karen alikuwa amefunguliwa na mpenzi wake aitwaye Tony. Kwa hasira kabisa atakaenda kuharibu biashara ya Karen kwa sababu Tony ametenga familia kwa ajili ya Karen. Na siku ilikuwa ni mbaya sana kwa bibi Karen. Basi bwana, kukao kumekucha asubuhi na mapema katika siku nyingine. Mama mzazi anashuka kabisa kutoka gorofani, anashangaa kuona nyumba ni chafu kweli kweli, na wala hakuna msaidizi yoyote wa kupika chai asubuhi. Anamlalamikia sana mwanae juu ya mwenendo wa tabia kabisa za rafiki yake aitwaye Amaka. Na hapo bibi Sonia anamtetea rafiki yake huyo kwamba atajirekebisha Amaka na kuwa bibi mzuri tu. Na siku inafuata tena Mr. Tony hajarudi nyumbani, na huko mazingira pale nyumbani yakiendelea kuwa machafu. Wakati mama na binti Sonia wanamjadili Amaka, wanapata kumuona Amaka akiaga na kurudi alipokuwa ametoka baada ya kukosa kabisa matumaini ya kuwa na Mr. Tony. Bana, siku inafuata bibi Sonia anamchukua mwanae na kumpeleka katika ofisi ya mrembo Karen. Wakawa wamekuta biashara haijafunguliwa kwa siku hiyo, lakini mama hakuamini kama mazingira hali angeweza kabisa kukaa mtoto wake yule aitwaye Tony. Akawa ameduana kuchukizwa katika hilo swala, manake alihisi bibi Karen amemroga mtoto wake huyo, manake mazingira yalikuwa ni ya uswazi sana, ni tofauti na hadhi ya mtoto wake aliyokuwa nayo. Na hiyo siku akawa amerudi nyumbani. Baadaye Sonia anakuja kupata kugundua kwamba mlinzi wa pale nyumbani ana mawasiliano na Tony, lakini kila kimwomba mlinzi anagoma kabisa kutoa mawasiliano ya kaka yake huyo kwa madai ya kwamba Tony amemkataza asitoe namba zake. Na hapo bibi Sonia anazidi kukasirika na kurudi tena katika ofisi ya Karen na kuanzisha vurugu. Na siku inafuata tena mamake Tony aliingiwa na simanzi kabisa, kwa amejua kwamba amemkosea sana Karen. Hivyo basi akawa amerudi tena pale katika ofisi yake, na alibahatika kweli kumkuta Karen akiwa mzigoni, akiwa anapigika na kazi tu, na akawa amemuomba radhi kwa yale yote aliyomkosea. Lakini bibi Karen inaonekana kuwa na amani kabisa, na wala hakuwa na kinyongo chochote wala chuki juu yao. Wakasameheana pale na kuyamaliza yale matatizo yao. Mamto alirejea nyumbani na kumsimulia bintiye aitwaye Sonia yaliyojiri kwa Karen baada tu ya kupewa msamaha. Mara ghafla wanaona ujio wa Tony akiwa na mpenzi wake aitwaye Karen, na huku akiwa na begi lao la nguo. Wakasalimiana na kuingia ndani kabisa huko juu gorofani. Na hapo bidada Sonia anamueleza mamake kwamba anaogopa kabisa na hajui ataanzaje kumuomba msamaha huyu bibi kuitwa Karen, maana alikuwa anajisikia aibu kweli. Na hata wahenga wenyewe wanasema kwamba mwisho ubaya aibu bana. Kwa hiyo mama yule anamtoa hofu na kumwambia kwamba Karen hana hata shida yoyote, hivyo basi hata usisite kwenda kumtafuta na kwenda kumtaka radhi. Na kweli bibi anafanikiwa kumuona Karen akiwa sebuleni peke yake, na anatumia nafasi hiyo kumwomba msamaha juu ya visa vyote alivyokuwa amemfanyia hapo awali. Na Karen pasipo hata kuwa na shaka lolote wala moyo wa kukunja, anaupokea msamaha huo na kumtoa hofu Bi Sonia kwamba hakuna tatizo tena baina yao, ili mambo yamekuwa mukide, yamekuwa shwari. Basi bwana, na maisha yakaendelea. Na kesho yake Mr. Tony hakuelekea kazini, alitoka sebuleni na kuwakuta wamekaa kwa pamoja, yaani Karen, Sonia na mamake mzazi wakawa wanapiga story mbili tatu. Na hapo ndipo Tony anamsurprise mpenzi wake huyo Karen kwa kumvisha pete ya uchumba yenye gharama mno kinoma noma. Kwa hiyo familia inajikuta imeingia katika furaha kubwa na kushangilia. Na ilipofika kesho yake pale, anaonekana mume wa Sonia akiwa pale nyumbani kwa Mr. Tony ambaye ni shemeji yake yule. Na inabainika kwamba bibi Karen alitumia muda mwingi sana kumwombea msamaha Sonia kwa mumewe pasipo hata yeye mwenyewe bibi kujua. Na hapo Karen anazidi kuonekana kabisa ni mtu mwema katika familia ile ya Tony. Kwa wema kabisa alikuwa anazidi kufanya, yaani yeye alikuwa anaugeuza ubaya kupeleka katika wema. Kwa hiyo Karen bana kutoka katika biashara ya ukahaba na kubadilika kuwa mke bora sana wa Mr. Tony. Haikuwa kazi ndogo jue, wala haikuwa safari ndogo, yaani ni mapito mengi sana ambao wameweza kuyapitia. Na huu ndio mwisho bana wa simulizi yetu ama picha kale ambalo wanaita hisia za ndani za mapenzi. Bana, subscribe hili channel, comment, like, halafu vile share kwa wahenga wenzako.